Huku miili ya watu wawili ikipatikana katika eneo ambapo jumba liliporomoka mjini Kisii, familia zilizowapoteza wapendwa wao zinaendelea kuomboleza huku shughuli za uokoaji nazo zikiendelea. Mwanahabari wetu Fred Moturi alitembelea moja ya familia zilizoathirika. Ni kilio cha mama Kwamboka Nyang'au ambaye mwanawe John Mumanyi alifariki katika mkasa wa jengo kuporomoka. Ni tukio liloacha kwa butua jamaa zake. Hata yeye alikuwa amehofia, he even wanted to move from the place. But as fate has it, he didn't manage. He died. Papa yake alikuwa anajitahidi alafu afanye nini? Amsomese, amununue nguo, amlishe chakula. Sasa government mtanisaidia nini? Juu ya mtoto wangu ameenda. Na sisi tumetitaja kitambo. Hata nini huyu ndio alikuwa anatuliza. Sasa itakuaje sasa? Familia hii sasa inanungunika na kusema kuwa imekuwa ni mazoea kwa mikasa kutozuiwa mapema. Kuna wakati nyumba ilianguka na hapo ni wetland. Hasa ukiangalia kuna maji. Na kama county government inastahili kuweka kiwango ambacho nyumba inastahili kwenda juu. Na weight ya nyumba hiyo mchanga inaweza hold. Sasa mtoto yangu alikuwa mwenye bidii na alikuwa amenunua kaplot kidogo hivi hajajenga. Sasa mimi nashindwa vile huyo mtoto amewacha mtoto kidogo na huyo pipi vile watapata yani chakula ya kukula. Aprili mwaka jana, halmashauri ya kitaifa inayosimamia ujenzi iliziwekea alama ya kusitisha ujenzi wa majumba 70 katika kaunti ya Kisii, na wamiliki wa majumba hayo wakapewa makataa ya siku 14 za kuhakikisha kuwa ujenzi unaafikiana na sheria kamili za ujenzi, lakini ujenzi wa jumba lililoporomoka ukaendelea mwaka mmoja baadaye. There is no registered contract on site. There is no protective equipment being worn by the workers. There is no signboard that shows professional involvement in the construction activity. There is no actor, there is no quantity surveyor, there is no engineer. And you find that the quality of construction is so poor. Hivi ndivyo jumba hili lilivyokuwa likionekana kabla ya kuporomoka kwake mwaka jana, wakati maafisa wa KCA walipokuwa wanaweka alama hizo. Tuangalie hata hapa. Ona wanasimo wanaweka simiti kidogo. Maana hii mawe ukigusa kidogo hivi inaanguka chini. Sasa kilichobakia ni halmashauri ya ujenzi kuhakikisha kuwa tunaepukana na ujenzi duni unaosababisha maafa pamoja na uharibifu wa mali. Fred Moturi, KTN News, Kisii.